Okay. Karibu na sisi. Asante. Nami nipende kusalimia. Sawa, sisi tuko vizuri sisi. Ndio. Ya, kama alivyozungumza afisa maendeleo, lakini pia na manager. Hii mikopo pia inatolewa katika tawi la NMB, lakini pia vigezo na masharti huwa vinazingatiwa. Kama alivyosema afisa maendeleo hapa, lazima watu wawe wasafi. Tafsiri yake ni kwamba ukikopa lazima urejeshe. Usiporejesha unaweka kwenye kundi la ambao hawajarejesha, ndipo unachafuliwa kwenye system. Kwa lazima uwe msafi. Kwa hiyo tunachowasiwa wananchi, ukikopa rejesha. Ukirejesha inakuwa ni wasafi kuendelea kukopa zaidi. Kwa hiyo ningependa kusisitiza hivyo, lakini pia mwananchi anapokuja tawini anakuja na kile kitambulisho cha ujasiriamali, lakini anakuja na kitambulisho cha NIDA. Lakini pia anaambatana ile barua ya utambulisho kutoka kwenye serikali ya mtaa ambapo anaishi. Sawia. Lakini sambamba na hilo ni kama ni mfanyabiashara kwenye eneo la soko au eneo ambalo lina authority kama ya soko, anakuja na barua ya utambulisho kutoka kwa mwenyekiti wa soko. Kwa hiyo vikiambatana hivyo, basi sisi tunaweza tukafanya huo mchakato kuweza kupata mkopo. Ni kwa wajasiriamali wote. Kwa tunawakaribisha wote, karibu sana. Sawa. Kuna mtu anasema, je, bodaboda anaweza kupata mkopo huo akitaka? Bodaboda anauliza anaweza akapata? Yeah. Manager. Naam, nashukuru sana kwa hilo swali. Hii mikopo vile vile ni kwa bodaboda. Tuna mikopo maalum kwa ajili ya vikundi vya bodaboda, lakini vile vile inawezekana bodaboda huyo akahitaji huo mkopo wa 7%. Sasa changamoto iliyopo ni kwamba ile bei ya kile kifaa unakuta milioni 4, inawezekana ikawa ni changamoto, lakini bodaboda anaweza kupata huo mkopo, ingawaje yeye sasa anakuwa na viambatanisho vingi hatujavizungumza hapa. Kwanza lazima awepo kwenye ule mfumo ama kikundi cha waendesha hivyo vyombo vya moto. Lakini vile vile ni lazima apate utambulisho kutoka kwa viongozi wa umoja wa waendesha vyombo vya moto. Ambapo ndani yake kunakuwa na mkataba kati ya NMB, iko kikundi na halmashauri. Kwa hiyo wengi tukiwaelezea hapo kidogo wanaanza kuchomoka kwamba hizo utaratibu ni mrefu, lakini hiyo mikopo ipo. Kwa hiyo kama kuna bodaboda na vitu, tutaacha namba za simu, watuite tuje tuwape elimu vizuri, alafu waanze kuchukua mikopo. Sawa. Swali lingine anasema, je, kuna udhamini wowote? Ya, kwenye upande wa udhamini anasema kama mtu ameoa au kuolewa, udhamini namba 1 ni muda wako. Kwa hiyo muda wako anakuwa ni mdhamini namba 1. Lakini mdhamini namba 2 ni mtu ambaye anafahamu. Inawezekana ni mfanyabiashara mwenzako, inawezekana ni jirani au mama au baba au kaka, mjomba, shangazi, wote ni wadhamini. Mdhamini ni mtu wote ambaye anafahamu wewe, ambapo ukipata changamoto unaweza ukamwambia na akakusaidia. Kwa kwenye huo mkopo huwa tunahitaji wadhamini wawili. Lakini kwa yule mke na mume anaanza kwa mdhamini wa kwanza, lakini wa pili anakuwa ni yule jirani yako au ni mtu ambaye anafahamu. Lakini pia huyo mdhamini lazima aje na kitambulisho cha NIDA. Ni lazima awe na NIDA. Manager nilikuwa na nyongeza kidogo. Inawezekana pia huyu bwana alikuwa anataka kujua hii mikopo haina dhamana. Kwa hiyo hatutahitaji kiwanja ama nyumba yako ama biashara. Ni mikopo ambayo inatolewa kwa kweli ni bure, na hiyo riba kwa sababu ni ndogo, tunategemea huyu mfanyabiashara mdogo tutakuwa naye karibu. Lakini kama atashindwa kulipa, basi kuna taratibu za kibenki ambazo tutazichukua ili recover hiyo pesa ambayo tunamkopesha. Sawa. Madam Spora, ulikuwa unanyongeza hapo? Nilikuwa nanyongeza kwa watu wa bodaboda na bajaji na nini zile guta. Wanaruhusiwa kukopa, lakini atapewa tu kiasi cha milioni 4 kama watu wa benki watajiridhisha kwamba anakidhi kupata hizo fedha. Kwa hiyo kiasi kingine cha kuongezea, mfano unasikia hiki bajaji ni milioni 9, kitu kama hicho. Kwa hiyo ni jukumu lake yeye mwenyewe kuongezea hiyo fedha ili kupata kile kifaa anachokihitaji. Ndio nyongeza yangu. Kwa hiyo tunawahamasisha sana. Lakini kumekuwa na maswali mengi, leseni, sijui nini.
jamani, katika hii mikopo inatolewa na taasisi ya serikali, ni lazima vigezo na masharti vitazingatiwa. Lazima uwe na leseni, lazima chombo chako kiwe kina bima, sijui kuna LATRA. Kwa hiyo ni lazima vile vigezo vyote vya uendeshaji wa vyombo vya moto barabarani vitazingatiwa. Asante. Nilikuwa napenda kuongezea hiyo. Sawa, kwenye hao madereva bodaboda, bajaji na nini maguta wanaruhusiwa kukopa, lakini kwa kigezo kwamba watapewa tu milioni 4. Kama wanahitaji ile ya milioni 9 iko kiasi kingine ataongezea yeye mwenyewe. Sawa. Meneja, pia mimi nilikuwa naomba utusaidie, au kama ni afisa mahusiano kwa kwenye kikokotoo. Maana masuala yamekuwa mengi. Mtu anakuza milioni 1 riba shilingi ngapi? Kwa hiyo uwasaidie kwenye kikokotoo ili mtu apige hesabu mwenyewe nyumbani kwake, akijua kwamba labda 900,000 na rudi shilingi ngapi, milioni 1 shilingi ngapi. Kikokotoo hicho cha 7% kinakuaje? Mtu anapataje kujua riba na urudisha kiasi gani? Labda mfano mtu amechukua 100,000 kwa mwaka. Nashukuru sana. Ndio. Mahusiano. Tusaidia hapa. Haya, tusaidie. Kwa sababu nilikuwa sijapiga mahesabu, ila nitawafahamisha. Kwa mfano mteja anakuja nataka 500,000. Marejesho yake itakuwa kama 43,000. Sasa hii tunataka tujue tumeipataje ili iwe rahisi. Maana hapa hajashaanza maswali. Mimi nataka 200,000, riba shilingi ngapi? Ukaja mwingine anataka 600,000, riba shilingi ngapi? Ili tuone kwamba inaipataje, ili na yeye mwenyewe kama anaweza apige hesabu mwenyewe nyumbani kwake. Formula ambayo inatumika ni juzi mbaya sana. Lakini hiyo ni kwa wale ambao wamesoma hesabu. Sawa. Maana HKL sisi hesabu ya kawaida. Ndio maana huwa tuna mteja akipiga simu huwa tunamfanyia calculation. Kwa kulingana na aina ya mkopo, lakini muda wa mkopo. Mwingine anataka mwezi mmoja, mwingine anataka miezi 2, miezi 3. Kwa inategemeana na muda ambao mteja anachagua. Kwa ndio maana nimetoa huo mfano wa shilingi 5,000, hiyo ni kwa mwaka. Analipa shilingi 43 kwa kila mwezi. Sawa, mmesikia kwenye kikokotoo hiki. Sasa inategemeana na wewe unataka huo mkopo uchukue kwa muda gani, labda miezi 3, 4. Lakini pia swali lingine ambalo tumelipata, watu wanauliza, mkopo mmesema ni ndani ya mwaka mmoja. Ikitokea mimi labda nimechukua 300,000, lakini nataka nifanye marejesho labda ndani ya miezi 2, inaruhusiwa pia? Ndio nimemaliza 300,000 ili nikope tena. Inaruhusiwa. Tumesema hapo mkopo unaanzia kuanzia mwezi mmoja mpaka miezi 12. Kwa unaweza ukasema bwana, mimi nahitaji 500,000, lakini nataka nilipe kwa miezi 3. Kwa sababu inategemea na ukubwa wa biashara yako. Kwa sababu tunakopesha kulingana na biashara ambayo umetuletea. Kwa sababu biashara yako inaweza ikalipa ndani ya miezi 3, ukifanyia assessment kama inakubali, basi tunakupatia. Kwa unaweza kukopa kwa miezi 3 ukalipa, ukarudisha, then ukaomba tena nyingine. Na unapokuwa umekopa na umerudisha, inakupa credibility au uwezo wa kuongeza kiasi zaidi. Kwa sababu kama sasa hivi labda mtaji wako ulikuwa ni milioni 2, nikakopa milioni 2 nyingine, tayari tutakuwa na milioni 4 kwenye biashara yako. Kwa unapomaliza tayari unakuwa na milioni 4 kwenye biashara. Kwa ukija ukisema wewe unataka milioni 4, sisi tunakuongezea kwa sababu unaweza kulipa ile milioni 2 ya awali. Sawa. Anasema anaitwa Salama Kibwana, anauliza, je, huo mkopo una mwisho, kwamba ukifika labda muda fulani mwisho? Swali lake nafikiri lina maana hiyo. Mkopo hauna mwisho. Mkopo hauna mwisho kwa sababu serikali, makubaliano ya serikali ni kwamba tuwainue wananchi. Kama kuwainua wananchi, hatuwezi kuwainua kwa miezi 2 hapo tukaondoka. Itimisi mkopo utakuwa ni endelevu. Gelon Salu anasema, mimi nina kiwanda cha carpenter. Je, naweza nikapata huo mkopo ili uniboost? Huyu mwenye kiwanda cha carpenter huyu sasa inabidi tumuingize kwenye mikopo mingine, kwa sababu kidogo ana uwezo na atatakiwa tu kuwa na leseni na TIN number. Alafu kuna mikopo ambayo nafikiri tutampatia, lakini baada ya kumtembelea. Kwa hiyo kwa sababu tutaacha namba zetu za simu, basi atatupigia ili tumtembelee na tumuondoe kwenye hii mikopo ya watu wa chini kabisa ambayo haihitaji leseni wala TIN number. Ndio. Sawa.